kama mlizungumziwa Lailatul Qadr kwa mapana sana na mambo yote muhimu yanayojiri ndani yake, na Lailatul Qadri inatafutwa kwa namna ipi, tulijitahidi kuizungumza mwanzoni mwa 10 la kwanza. Alhamdulillah, tumshukuru Allah atujalie mimman yudrikuna Lailatul Qadr, wawe wenye kuidiriki Lailatul Qadr. Lakini hoja sio kuidiriki Lailatul Qadr, bali kupata fadhila sawa na malipo mazuri ya Lailatul Qadr. Hilo ndiyo la msingi zaidi. Umeelewa vizuri eh? Sababu kila mtu aliyemwema na aliyembaya anafikiwa na Lailatul Qadr, lakini si kila mtu atazipata fadhila na utukufu wa Lailatul Qadr. Tunaelewana? Leo ni mwezi 27 kwa utaratibu wa mwandamo wa kitaifa, na kama ni hivyo ni miongoni mwa zile siku ambazo zilitabiriwa kwa asilimia kubwa uwezekano wa kupatikanwa kwa Lailatul Qadr. Ingawa nyuma nilitoa angalizo sana kwamba tusisubiri kwa zile siku zilizotajwa, sababu wanazuoni na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alisisitiza tu, itafuteni zaidi katika mwezi 27. Lakini sifa ya Allah, anaweza akabadili mambo kwa utaratibu anaoweza. Yawezekana ikawa mwanzoni mwa Ramadhani ndani ya 10 la kwanza, yawezekana ikawa hata ndani ya 10 la pili, yawezekana ikawa hata 10 wenyewe hili la tatu. Yote ni tahta mashiatillah. Hatuwezi sisi tutaishi katika matumaini na namna ambavyo tumeelekezwa tu. Tumuombe Allah atujalie tuwe wenye kuidiriki. Unaweza ukajiuliza, kaifa uhyi hadhihi llaila, vipi natakiwa mimi kuuhuisha usiku huu wa Lailatul Qadr? Maana yake mtu anaweza akajiuliza, ni ibada gani muhimu? Ni jambo gani muhimu? Je, ni kutoa sadaka sana? Je, ni kusoma Qur'ani sana? Je, ni kusimama sana qiyamul layl? Je, ni kufanya vitu gani ambavyo labda nitaonekana kwamba mimi ni uhyi hadhihi llaila? Ama Waislam, a'dham amal fi Lailatul Qadri, amali kubwa na ibada kubwa muhimu zaidi katika kuihuisha hii Lailatul Qadri, basi ni Salatul Maghribi wala Isha. Mtu ajitahidi aswali swala ya magharibi na Isha bijamaa, kwa jamaa. Ndio namna moja kubwa zaidi. Mmenielewa vizuri eh? Mtu ajitahidi kusali sala ya jamaa ya magharibi na Isha. Kwa nini? Kwa sababu ndiyo mwanzo wa kuanzia. Si mliambiwa kule inaanza lini darasa lilopita eh? Mkaambiwa magharibi pale, nyakati za magharibi pale ndipo inaanza, sawa? Sawa, ikukutie kwamba wewe upo kwenye nini? Swala ya jamaa ya magharibi na swala ya Isha, tena na tarawehe, na kutahuisha tena na hayo mengine, lakini haya mawili ndiyo ya msingi sana. Sasa mimi mwanamke kwenda msikitini ndo nkaswali? Unaweza ukaenda, unaweza ukabaki nyumbani ukaangalia lililo bora zaidi kwako, lakini yote vyovyote ikikutie kwenye ibada hizi za swala ya magharibi na Isha. Ama ukiwa katika mazingira yale tunayoyajua yasiyo ya kawaida, yale yaliyotolewa fatwa huko nyuma ndiyo yanayotakiwa yafanywe nini? Yafanywe, sawa?
Kwa nini tuzungumze swala ya maghribi na isha? Kwa sababu ni awwalu ma nabda'u bihi lailatul qadr, ma yubda'u bihi lailatul qadr, ndio mwanzoni mwa kuanza kwa lailatul qadr. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa man salla al-isha fi jama'atin fakaannama qama nisfu al-layl, atakaye swala ya isha kwa jamaa anahesabiwa kama amesimama nisfu layl. Maana yake wazee wangu, hata itokezee umeenda msikitini au la umeswali swala yako ya jamaa au umeswali swala yako ya isha, baadaye ukaja ukapigwa na bonge la lepe la usingizi, na ndio Lailatul Qadri inapita, au sivyo? Na wewe umelala, lakini umewahi kudiriki swala ya isha, au sivyo? Ngoma umeipata, kijambo umekipata. Mmenifahamu vizuri? Wallahi Allah ni mwema sana kwetu sisi. Hilo ni la mwanzo katika namna bora ya kuhuisha Lailatul Qadr. Thumma madha, kesha nini baada ya hapo? Jambo jingine la msingi ndio leo vyo jamani, nakwambiani watu tunaanza kukwambiana hapa. Kwa hiyo ndio hivyo, lakini kama kishapita kitu tena msije mkasema kwa akatuambia kumbe kijambo wenyewe kishapita. Mimi nasema ndio leo, lakini kama kishapita tena shauri yako. Ndio nilikwambia ni ile mwezi 20 kwamba mtu asiwe mvivu kumijote hili. Tunaelewana vizuri Lakini tena japo makombo kutapata, usijiachie tena, au sivyo? Ila si hatutapata makombo, sawa? Tutapata makoko wenyewe, bwabwa wenyewe na matandu yake, sawa? Thumma madha, kesha nini? Jengine ambalo la msingi sana tunalotakiwa sisi kulifanya hapa tulipo ni kuangalia moyo wako, alqalb. Undur ila qalb, angalia qalbik, angalia moyo wako, sawa? Unauangalia vipi? Unatakiwa ufanyie observation, uchunguzi, uhakiki. Tunaelewana vizuri? Hal fihi hiqdun, huna choo na mwenzako wewe, sawa? Je, huna choo, hujamwekea choo mwenzio? Kaifa tatamanna an tudkhila fi lailatil qadri wa anta fi qalbika maradul hiqdi. Vipi utatamani uingie katika Lailatul Qadr lakini moyo wako una maradhi ya choo ndani yake? Unasema eti unanyanyua mikono unamwambia Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, lakini una choyo na abdala. Tunaelewana vizuri? Mmenielewa? Kaifa tatamanna an tudkhila fi lailatul qadri wa anta fi sakhati ghairik. Vipi unatamani uingie katika Lailatul Qadri lakini una makosa na mwenzako, na huko unasimama usiku na kusema ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah as'aluka aljannata ilahi wa a'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Lakini huku unamchukia Abdalla anayesema, najitolea mfano sio maana kana kusudia, mimi nyote mnanipenda, je najua. Unasema ya Rabbi, nashuhudia kwamba wewe ni wa pekee. Ya Rabbi, naomba msamaha kwako. Ya Rabbi, naomba mimi uniingize kwenye pepo yako. Ya Rabbi, nakuomba unikinge na adhabu yako. Lakini kwenye moyo wako wamchukia Abdalla. Anta tatamanna an tudkhila fi lailatul qadr, unatamani uingie kwenye lailatul, lakini tatizo ndo hilo. Undur ila qalbik, hebu jichunguze kwenye moyo wako. Hakuna hisia za chuki? Angalia moyo wako, hauna hasadi na mwenzako. Uangalie moyo wako, haujamdhulumu mwenzako, na wewe unasimama unalia unamwambia ya Rabbi inni as'aluka aljannata ilahi wa a'udhu bika minan nar, au sivyo?
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Lakini anta hasid wa anta sahir wa anta dhalim, wewe ni mchawi kwa wenzako, wewe ni hasid kwa wenzako, wewe ni dhalim kwa wenzako. Nilikwambieni kuingia, tushaingia peponi, au sivyo? Ishu si kuingia sasa tu hapa, njia ya kuelekea sasa. Unaweza ukatangazwa kupasi wewe form 1, lakini form 4 ukafanya nini? Tutaingia sisi, au tuwezekana tumeingia sisi kwenye Lailatul Qadr, lakini je, ni miongoni mwa waliopata hizo fadhila na utukufu wa hiyo Lailatul Qadr wenyewe? Subhanallah. Hapo ndo unaona ugumu kumbe wa Lailatul Qadr wenyewe. Lakini yote hayo lazima tujisafishe nyoyo zetu. Undhur ila qalbik, angalia moyo wako. Hal fihi alaqatun bainaka wa baina jiranuk, je, kuna mahusiano mema baina yako wewe na jirani wako? Una mahusiano mazuri baina yako wewe na jirani wako? Hebu uangalie moyo wako, uchunguze moyo wako. Au wewe ndiye ambaye ni shahnaun, mwenye magovi ya kila siku na mwezio? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yoyote ambaye anagombana na mweziwe akawa hasemeshani, ikapita siku 3, mmoja yao atakayekufa huwa finnar, motoni huyo. Mwapo nyewe na ndugu zangu, ninyi ukagombana na mwezio, zikapita siku hizi ngapi, hamsemeshani, mmoja wenu akafa, yule atakayeanza kufa motoni. Mwapo sasa, wewe wagombana na mwenzako, jirani wako, halafu wasimama usiku wamwambia ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah as'aluka aljannata ilahi wa a'udhu bika minan nar. Kaifa itapatikanaje hiyo? Uangalie moyo wako, mahusiano na wazazi wako, mahusiano na wazazi wako, birrul walidain. Yawezekana kati yetu tunakesha misikitini Ramadhani hii, ila mtu ukimuuliza angalau mawahi msalimia mzee wako kwa siku 2 hizi, mmoja ndo mie hivyo, nasema kwamba mimi sijamsalimia. Huna taarifa za mzazi wako, huna mawasiliano na wazazi wako. Hatari, hatari. Mimi na mambo mawili huwa nayafanya sana kwa wazee wangu. Nina wazee wangu mimi yani nahesabu hapa Nungu, nahesabu mzazi wa, yani mlezi wangu pale, nimempa daraja ya mzazi wangu, nimempa daraja ya mzazi wangu, sio ndo mlezi wangu. La mwanzo tu humwambia ninapokuwepo hapa Nungu najitahidi kuwa karibu, yani kuja hapa kukuangalia, iwe ni asubuhi iwe ni jioni, tu kwa sababu angalau nyinyi wewe ni mzazi wangu na angalau nipate zile daraja. Lakini na nikenda kule kwetu Ugwendeni kule, naye huzungumza, humwambia mama, mkaona sijapita munisamee, najitahidi kukutafutani, lakini najitahidi makosa yangu ya kutokupita hapa kwa haraka ndongala huwa najifuta kule kwa mwenzio kupita haraka haraka, naomba chukulia kama ndiyo mzazi mwenzio, na wala hakuna matatizo. Mmenielewa vizuri? Alhamdulillah kwa hilo. Lakini wallahi tunawatelekeza wazazi wetu, nakwambiani sote. Yawezekana sisi tuliokaa kitako humu, ukimuuliza mtu nipe habari za mama yako au baba yako kwanza tangu ulipoamka, atakwambia kwamba hata mtoto wake kumtuma kamuangalie bibi yako basi hamjafanya. Lakini tushaja msikitini, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, ndivyo. Mmenielewa?
Alhamdulillah rabbil alamin. Inshallah Allah atatujalia kukaa kwetu Jahumu, huwa ndo vikao ambavyo kazi yake ni kuyatafuta yale maeneo tunayo mapungufu na kuyafanyia nini? Kuyafanyia kazi. Sawa eh? Kwa sio kwamba tutakosa, wallahi tutapata, lakini kwa kuazimia sisi tunaenda kuyafanyia kazi yale mapungufu.